course, Sokabet pamoja na Alexia Super Cup 2026 tuko viwanja vya Alexia. Of course, swala ni moja tu, michezo na burudani, na nimekutana na habari dada. Salama. Naitwa OG kutoka Sokabet. Unaitwa nani na kwa kuwajulisha wananchi nini kinaendelea hapa? Naitwa Anna Richard, ni mratibu wa mashindano ya Alexia Super Cup. Huu ni msimu wa 4, lakini pia ni operations manager wa hospitali ya Alexia. Kama nilivyosema, ni msimu wa 4 wa mashindano yetu ambayo tunafanya kila mwaka. Dhumuni na lengo kuu ni kurudisha kwa jamii inayotuzunguka, lakini tuna extend pia kwa majirani zaidi, na maana ni wilaya 3, Mkuranga, Temeke na pamoja na wilaya ya Kigamboni. Timu ni 16 ambazo huwa zinashiriki mpaka tunapofika fainali, lakini leo lengo kuu la kukutana hapa ni uzinduzi rasmi wa michuano hiyo, na leo itakuwa ni mechi ya ufunguzi ya kundi A, lakini kabla ya hapo itaambatana na sherehe mbalimbali pale atakapofika mgeni rasmi ambaye ni mbunge wa Mbagala Mheshimiwa Kakulu. Itaambatana na maadhimisho ya miaka 12 ya kampuni ya Alexia Medical ambayo ndo mmiliki wa hospitali ya Alexia. Kwa hiyo tutakuwa na mechi ya ufunguzi. Asubuhi tulikuwa na zoezi la jogging pamoja na mazoezi. Kuanzia saa 2 tulikuwa na kambi ya matibabu ambayo itaendelea mpaka saa 12 jioni kama mnavyoona, ambayo kuna upimaji wa bure wa macho, meno, uchunguzi wa afya, homa ya ini pamoja na chanjo, malaria, ukimwi, lakini pia swala kuu zaidi ni kusaidia wenzetu kuokoa maisha. Kwa hiyo tuna donation ya damu, uchangiaji hiari wa damu ambao ni saa 2 asubuhi mpaka saa 12 kama zinavyoendelea. Lakini jioni baada ya mechi ya ufunguzi, kama kawaida wananchi wetu tunasema waburudike, kama kauli mbiu ilivyo shangwe na matibabu, tutakuwa na burudani. DJ KG kutoka Crown Media atakuwa ameshawasili, lakini tutakuwa na performance ya Angel Nyigu, lakini pia J Combat atakuja kuburudisha wananchi, ambako tutahitimisha uzinduzi na mechi zitaendelea kila siku. Na mechi zinaenda mpaka lini? Labda yani kufunga kabisa kwa kila kinachoendelea hapa ni mpaka tarehe ngapi? Kilele fainali tunatarajia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu zitakuwa Jumamosi ya tarehe 12 mwezi wa 9 ndo tutahitimisha. Na shamra ni kama hivi au zitakuwa zaidi ya hapa? Shamra tunategemea zitakuwa zaidi ya hapa, ingawa tunaona hata leo ufunguzi umekuwa zaidi ya mwanzo, na tunatarajia fainali itakuwa kubwa zaidi, kwa sababu unajua fainali ndo ambapo mshindi anapatikana. Leo tunafungua, hatujui nani atashinda, lakini fainali watu wanakuwa na shamra kwa sababu wanajua mshindi anapatikana na kunakuwa na ule utoaji wa zawadi. Na burudani zitakuwa zaidi ya leo. Kauli mbiu inasemaje? Shangwe na matibabu. Kwa hiyo kila siku tunafanya burudani ya mpira, lakini hatujasahau lengo letu la matibabu. Kwa hiyo kila siku ambayo kuna mechi kunakuwa na kambi bure ya matibabu kila siku mpaka pale tutakapofika fainali. Of course, shangwe na matibabu, maelekezo ni hayo. www.sokabet.co.tz ndo mpango mzima. Kuna zinga la jackpot and of course milioni 106 iko pale kwako wewe mdau. Nenda kwenye kasino, karuke nao upate mkwanja. Shangwe na matibabu and of course Sokabet. How are you doing? Hi, mambo. Uko poa? Uko poa. Jina lako nani? Ana. Ana, wewe ni nani hapa? Mimi ni customer care, ni mtoa huduma kwa wateja. Kwa idara ya huduma kwa wateja. Basi huyu ni mtoa huduma idara ya wateja, and of course tutapigania misele kwenda kucheki mabanda tofauti yanayotoa huduma. Nikisoma bango ni Alexia Hospital, uchunguzi kinywa cha meno. Hii ni giving back to society, inatolewa na Alexia Hospital, and of course shavu wamepewa na Sokabet. Bosi, habari brother? Salama kabisa. Mimi naitwa OG, cheo chako na majina yako? Naitwa Jacob Bosianga, ni daktari wa kinywa na meno. Daktari wa kinywa na meno kutoka Alexia Hospital. Hivi mpaka sasa hivi shida hasa ambayo mmekutana nayo common ni ipi? Shida mara nyingi kwenye jamii sana huwa ni meno kutoboka. Meno kutoboka. Ndo maelekezo. Pipi, sukari, na ni shida gani nini mpaka meno yanatoboka? Yani what is the causative of meno kutoboka? Mara nyingi ni vitu vitamu sana. Bila samani. Ni vitu vyenye sukari. Vinapendwa sana na watoto na watu wazima. Unaona? Mfano ukiangalia hata vile pale kashika soda kwa sababu ni kiburudisho. Unaona, lakini madhara yake ndio hivyo. Kisha siku meno yanatoboka. Na dawa ni kung'oa? Hapana. Dawa kama ukiwahi inazibika. Ukichelewa sana ndo inakuwa la kung'oa.
Umesikia maelekezo kutoka kwa daktari wa kinywa na meno. Dental Clinic, tunasepa kwenye banda hili. Tuendelea kupiga misele hapa na pale kuangalia mazingira ambayo Alexia Hospital 2026 wameandaa kwa ajili ya give back to the society, giving back to the community. Hii maabara. Don't make noise in the laboratory. Kambini hapa tunapima homa ya ini, virusi vya ukimwi, malaria ya sukari, na vile vile tunatoa leo chanjo ya kwanza ya homa ya ini bure kabisa kwa wateja wote ambao watapima homa ya ini siku ya leo. Kwa hata kama wewe ukiwa mmoja wao ya kati ya watu ambao wamepima homa ya ini leo na ukakuta uko negative, utapewa chanjo bure siku ya leo ya kwanza. Karibuni sana. Kumbe homa ya ini ina chanjo? Yes, ina chanjo 3, lakini leo tunatoa chanjo ya kwanza. Na hiyo ya pili, hiyo VVU? VVU pia tunatoa ushauri na sana tunapima pia. Malaria na sukari maelekezo? Tunapima pia. Na maelekezo yote, na pia tunafanya vipimo vya pressure ambao ni banda lingine, lakini hapa ni maabara ya kwanza baada ya kutoka kwenye huduma ya pressure. Hapa mimi ndo napataka hapa uzito na urefu. Habari? Salama. How are you doing? Mambos? Wow. Kama unavyoona Alexia Cup 2026, mpango ni ku give back to the society, to the community, and of course hili ni banda ambalo linahusisha uzito na urefu na pressure. Kwa hata mwanzo kunipima pressure. Yes wangu. Pima pressure hapa tuone. Okay. Napima pressure, ngoja nione moyo wangu unavyoenda. Isipokuwa kawaida inasoma ngapi mpaka ngapi? Pressure natakiwa ianze kwa 110 mpaka 110 mpaka 130. 140. Mimi nimeshia ngapi? 132. Kwa bado 9 tu ipande. Na pia kwa sababu umetoka kutembea na kuongea pia. Na ndio maana mtu anapopima pressure anatakiwa awe ametulia. Angalau hata dakika 15. Na kama una kinywaji labda soda ya aina gani? Sasa inategemea, kama hauna shida ya pressure haina shida. Unaruhusiwa kutumia. Wow. Uzito na maelekezo ya urefu. Uzito na maelekezo ya urefu. Mkanyage? Hapa ni ema la kuchangia damu. Unachangia damu, unapewa maji na juisi au soda, chochote kile, imradi kujeka poa. Kwa mfano mimi natoa lita ngapi? Utaratibu ukoje? Unapima kwanza uzito na pressure na uzito viwe normal, na unabidi uwe na kilo zaidi ya 50 na pressure kwa hiyo normal. Alafu after that utaangalia wingi wako wa damu and then unakutoa damu. Kama mimi nishatoa damu. Kaka anajua. Umetoa lita ngapi? Sijajua, ila nikipact nadhani kama lita 2. Lita 2? Ungededi. Yes, of course, Soccer Bets. Na tumekuja kwa ajili ya itabidi mimi nichangie damu kidogo. Sije katika maisha yangu. Maybe let me try. You never know. Na uzuri tunakupatia ile kadi ya kwamba umechangia damu. Kadi inakuwa kama hivi, sorry. Njoo tuone kadi bosi wangu. Kadi inakuwa kama hivi ya mchangia damu, sawa unaweza hata siku nyingine umepata shida, ndugu yako ana shida, unaonyesha tu unapewa damu. Kweli? Yeah. www.soccerbet.co.tz. Tumekuja kushiriki Alexia Cup 2026, and of course kilichonivutia ni kwamba kuna binadamu huwa wanakosa damu wanapokuwa hospitali na wanapoteza maisha, lakini Alexia Hospital wameona hili haliwezekani. Kwa namna moja ama nyingine wameanza utaratibu wa kuchangisha damu kutoka wananchi mbalimbali, ili kama ndugu yako rafiki yako kupata matatizo ya damu basi aweze kuwekewa bila shida yoyote. Niko na mtaalamu, daktari kabisa, atakwambia jina yake na profession yake. Habari boss? Salama, naitwa ni Emmanuel Basesaya, ni mteknolojia wa maabara. Hapa kinachoendelea ni nini? Hapa kinachoendelea ni zoezi la utoaji wa damu. Hapa ndio sehemu ambao watu wanachangia damu. Lengo ni kuokoa wenzetu ambao wapo wanahangaika huko hospitali. Kwa mfano vigezo na masharti vya mtu kuweza kuchangia damu vikoje, labda ili wananchi waweze kujua kwamba kumbe naweza nikachangia, kwa ikitokea issue nyingine kama hii wanakuwa na mwitikio zaidi? Damu kwamba umri ni miaka 18 na kuendelea, isizidi 60. Pia usiwe na changamoto yoyote ya kutumia dawa yoyote kwa muda mrefu, usiwe na pressure, usiwe na sukari, usiwe na shida yote ile ya kiafya. Hapo unaweza kuchangia damu.
Mako kija hapa tutakupima pressure, tutakucheki na wingi wa damu, kama una vigezo basi utaweza kuchangia damu. Daktari kamaliza, nini madhara ya kutoa damu labda baada ya mimi kutoa damu yangu hapa, madhara gani napata? Hamna madhara zaidi, kwamba damu yako itaongezeka, na pia ukishatoa unashauriwa kila baada ya miezi 3 unakuwa unachangia. Unachangia kila baada ya miezi. Kwa hiyo hakuna madhara yote, watu wasiogope, waje wachangie damu. Mimi nikitoa leo afu nisipochangia tena labda? Hakuna shida. Ile unashauriwa kwamba kila baada ya miezi 3 na uchangie. Na binadamu anaweza kuchangia damu lita ngapi? Hapa tunachukua miezi 450. Kwa hiyo tunachukua miezi, huo mfuko mmoja una miezi 450. Kwa hiyo ni nusu lita. Kwa hiyo unachangia mara moja basi, haina shida yote. Ni kweli mtu ambaye ana tattoo ruhusu kuchangia damu? Mwenye tattoo. Mwenye tattoo? Utakuchangia damu? Hilo bado sijapata ufafanuzi kama tattoo inaweza kusababisha kutochangia damu. Ila tunajua kwamba yule mwenye kama ana changamoto, kama ana changamoto za kiafya, basi anaweza akakosa kwamba awe na changamoto kwamba damu chache, awe akiwa na pressure, akiwa na sukari, au damu yake kaa ndogo, hapo tunaweza ukaombea kwamba asichangia kwenye tattoo. Hiyo bado hiyo uongo huo. Hizo ni stories za mtaani tu. Mimi nilijua. Sababu wewe kuniambia eti mwenye tattoo haruhusi kutoa damu. Unachangia. Madi kwa uwe na vigezo wako afya timamu, basi changia. Basi acha nikamsaidia mimi binadamu mmoja in case ikitokea jambo lolote, au hata mimi karudi kwangu vile vile. Asala. Alexia Cup 2026, banda la uchunguzi wa macho. Nini kinaendelea? Leo tunapima macho bure na tunatoa miwani kwa wazee wa miaka 60 kwenda juu bure kabisa. Tunaweza kusomea za kutembelea bure. Imagine tofauti za macho kwa watu wenye shida tofauti za macho. Okay, kwa hiyo hapo unapimwa macho, alafu kama una miaka 60 na kuendelea, maana giving back to the community, mama au mbabu anapewa miwani. Ndio, anapewa miwani bure kabisa. Okay, sawa. By the way, nitapata nafasi ya kuzungumza kidogo na wadau kuhusiana kinachoendelea kwenye Alexia Cup 2026. Haya ni mabanda ambayo huduma zinaendelea kutolewa za afya. Unaambiwa miaka 60 na kuendelea unaweza kupewa miwani ya macho ili iweze kukusaidia kuona. www.sokabet.co.tz ndo maelekezo ya hapa mjini. Kaeka kidau chako huko. Kasino yenye zaidi ya milioni 106 inakusubiria wewe. Kizuri ni kwamba nimekutana na moja kati ya watu wenye changamoto, lakini kupitia Alexia Super Cup wameweza kusaidiwa. www.sokabet.co.tz. Habari yako father? Salama kabisa. Unaitwa nani ndugu yangu? Naitwa Mr. Ernesto Mlingo. Wewe ni mkazi wa maeneo gani? Mimi ni mkazi wa maeneo ya Kisembule. Zoezi hili limedhaminiwa na Sokabet na likisimamiwa na Alexia Hospital. Changamoto gani imekufikisha hapa? Changamoto ambayo imenifikisha hapa ni macho, na kwa kweli nimefika kwa muda si mrefu sana, lakini naona kwamba huduma zinaenda vizuri. Tunawashukuru sana Alexia pamoja na wote ambao wamedhamini mpaka tunapata miwani ni bure na tumepima macho bure kabisa. Na ushagundua shida au bado ndo unafuatilia huko? Shida ishagundua. Sio lazima uisembe, lakini yani ushamaliza process zote? Bado process moja ndio nataka niende kwa daktari, kwa sababu tayari vipimo vishapatikana. Kwa daktari ndio atajua ni lenzi ipi itanifaa kwa ajili ya macho yangu. Huduma zinaendelea hapa kwenye Alexia Super Cup and of course Sokabet. Tumejaribu kuweza ku give back to the society. Udhamini huu ni wa Sokabet Tanzania, na kusisitizia tukupitia www.sokabet.co.tz. Maelekezo yako pale, ama tembelea Play Store kwa ajili ya kupakua application. Niko na moja kati ya watu waliohudhuria kwa ajili ya kuja kucheck afya, ambapo zoezi linasimamiwa na Alexia Hospitals. Habari mama? Nzuri. Majina yako ni nani mamangu? Jina? Naitwa Halima Sadiki Hassan. Wewe kipi ambacho kimekusukuma mpaka kufika hapa mamangu? Nimekuja kupima afya yangu ili nipate kujua, na macho yananisumbua, ndio maana niko hapa kwenye sehemu ya macho. Okay. Zoezi zima unalionaje, jinsi ambavyo mnahudumiwa, mazingira hapa yakoje labda? Huduma ipo nzuri, inaridhisha na wako vizuri tu kwa kweli. Ushamwona daktari? Daktari kwa vipimo shaenda, daktari bado sijamwona. Kwa unasubiri majibu na maelekezo mengine ya kitibabu? Nasubiri majibu yangu, na kwenye macho ndo bado sijaonana nao, ndo niko kwenye foleni. Zoezi zima unalizungumziaje mamangu? Zoezi zima kwa kweli wako vizuri, tunashukuru.
Vipimo vinaendelea mpaka sasa, toka asubuhi saa 2 vilivyoanza mpaka saa hizi viko vizuri, wanatupokea vizuri. Tunashukuru.